Spirit of the living God, fall afresh in our hearts as we embark upon your holy word. Thank you because you're going to speak to us this afternoon. Help me, Lord, to complete my assignment effectively and in the fear of your glory. Asante Bwana kwa sababu wewe Mungu ni Mungu wa maagano, na wewe ni Mungu unayelitimiza agano lako kwa watu wako. Asante kwa sababu utanisaidia Bwana kulipeana neno lako kadri ya Roho yako Mtakatifu atakavyonihudumia. Asante Mungu, ninakuomba Bwana kwa hii miezi ambayo imesalia michache ili tukaweze kuufunga mwaka. Tunaomba Roho yako Mtakatifu ukaweze kutuhudumia katika jina la Yesu. Asante Bwana, even to those that are watching online, Lord Jesus, I know that distance is not a barrier for them to receive their portion. Asante kwa sababu utaachilia neema yako na nguvu zako za ajabu. Libarikiwe jina lako Bwana. Mimi ni chombo tu kwa masaa haya na madakika machache ambao utanipa kusimama. Mbingu ikamtukuze mwana wa Mungu ndani yangu. Makusudi yako Bwana yakaonekane. Akili zangu Bwana zikawe akili zako, na moyo wangu Bwana ukawe moyo wako, kwa sababu ya chemichemi ya neno la uzima. Asante kwa sababu ya nguvu yako Roho Mtakatifu wa Mungu ambao utaidumia juu ya kanisa lako. Tuponye Bwana, tufungue Bwana, tuweke huru, na Mungu wa mbinguni neema yako ikazidi kuongezeka ndani yetu. Pokea sifa, maana wewe ni Mungu. Kwa jina lako tunaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Naomba kuzungumza na mtu mchana wa leo. Kwa kile ambacho Bwana ameweka kwa moyo wangu. Na ninaomba ya kwamba ibada hii ya leo ikawe tofauti katika maisha yetu. Ninaomba ya kwamba Mungu akatuhudumie kwa njia ambayo si ya kawaida. Asante Apostle kwa hii nafasi. Amen. Na ninashukuru Mungu kwa sababu kila Mungu anapokusanya watu, huo amewakusanya na sababu. Hakuna siku Mungu atakusanya watu akose kusema nao kwa habari za mbingu. Kila wakati Mungu atakusanya watakatifu wake, huo anataka kusema nao. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu husema nasi kwa njia tofauti sana. Asubuhi tukianza ibada amesema nasi kwa maombi. Kipindi cha sifa na maabudu, huyo ni Mungu alikuwa anasema. Na huwa nawaambia kwamba kuna wakati mwingine Mungu ameshasema na wewe mapema sana, kabla hata kipindi cha neno. Bwana Yesu asifiwe. Itakutegemea tu vile umeingia kwa ibada, umeingia na matarajio ya namna gani. Ni vipi ulikuwa umeandaa moyo wako Mungu akaweze kusema na wewe. Kwa sababu Mungu yuko hapa tangu ibada ilipofunguliwa kwa maombi, tayari alikuwa ameanza kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Na najua leo Mungu anasema nasi na akaweze kutuhudumia kwa jina la Yesu. Nataka kuzungumza kuhusu the power in you. Nguvu iliyo ndani yako. Na wakati mwingine huo kuna nguvu ya ajabu ndani yetu na tusiweze kujua ya kwamba kuna nguvu ndani yetu. The power within us. Wakati mwingine vile Mungu anavyokuona ni tofauti na taswira ulio nayo juu ya maisha yako. Wakati wewe unaangalia matatizo yakikudunisha, Mungu anaangalia haya matatizo kama njia ya kukusongeza mbele. Bwana Yesu asifiwe. I know life is not easy, but the Spirit of the living God will strengthen us through everything. Ukichukua kila changamoto kuwa darasa la kukupeleka mbele, utafaulu.
Kwa sababu ukitaka kumwelewa Mungu kwa mambo fulani, hauwezi kumwelewa. Mungu huja kwa njia tofauti tofauti, ile hali tu yeye bado ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nataka kuongea habari za Gideoni in Judges chapter 6. Nataka kuongea habari za Gideoni. There is a great power in your life. Mungu amekupa watoto ambao ni wabarikiwa, na akaekeza nguvu yake ndani ya watoto wako. Mungu amekupa biashara na akaekeza nguvu yake ndani ya biashara yako. Na sijawahi ona mtu ameekeza kitu chake mahali akakosa kuwa mwangalifu nacho. God has invested so many things in us that he cannot let us die in the wilderness. Kazi kubwa imefanyika msalabani kwa ajili ya maisha yetu, kiasi cha kwamba Mungu hawezi kuruhusu tukafia jangwani. Hawezi. Jesus was the lamb that was slain. Na ni gharama kubwa iliyolipwa msalabani kwa ajili ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu hawezi kubali kuilipa gharama hiyo kubwa, alafu angalie maisha yetu yakisambaratishwa na adui. Ninaomba ya kwamba ibada hii ya leo, Mungu asiruhusu gharama ya msalaba maisha yako yakaonekana bure. Hiyo ni sadaka kubwa iliyopeanwa msalabani, na hiyo sadaka ina uwezo wa kutetea kila mmoja, ina uwezo wa kutetea maisha yako, ina uwezo wa kupigania huduma yako, maana ni sadaka iliyopeanwa. Na hakuna chini ya jua sadaka nyingine kubwa itakayopeanwa ya kuyalipia maisha yako. Tayari Yesu alishatulipia ili sisi tuwe salama, huduma zetu ziwe salama, akashubuliwa kwa ajili yetu. Sema haleluya. Gharama ililipwa. Na wakati mwingine adui anatuweka in a position that tunaangalia ni kwamba tuko katika maandalizi haya kwa bahati mbaya. Wakati mwingine Mungu, niliwaambia kwamba Mungu akitaka kuinua mtu huleta kitu cha kumuinua, ili anapokuinua usijipige kifua. Wakati mwingine usipogharamikia vitu fulani hauwezi kuvithamini. Kile kitu unachokigharamikia unakuwa na nguvu ya kukithamini. Na kwa sababu Yesu aligharamikiwa kwa ajili yetu, ili maisha yetu yapone, kazi kubwa ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. There's a great power within us. Kuna nguvu ya kipekee katika maisha yetu. Maandiko yanasema kwamba greater is he that is in us than he who is in the world. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utembee na ujasiri. Wakati mwingine najua mambo ni mengi tunayoyapitia, lakini wakati mwingine geukia hiyo hali na uizungumzie. Geukia huo mlima na uambie kama Zakaria, nani wewe mlima mkubwa mbele ya Zerubabeli? Tazama utafanywa kuwa nchi tambarare. Wakati mwingine milima mingine ni kuitamkia tu na uambie kwamba mimi si sehemu yako, mimi si sehemu yako. Sitafungiwa nyumba hata kama sina pesa, sitawekewa kufuli kwa mlango. Natangaza ya kwamba nitalipa nyumba, nitafaulu, na siku moja nitakuwa na kwangu. That is the great power that is in you. Kuna nguvu kila mtu amepewa wakati umeokoka. Kuna nguvu inaekezwa ndani yako, ni wewe uactivate the power that is within your life.
Otherwise unaweza kuwa uko na mavazi na hauwezi kuyavaa. Unavaa mavazi ya wasiwasi na uko na mavazi kwa nyumba. Unaweza kuwa uko na gari na unaliacha kwa parking na unatembea na pikipiki. Lazima ujue nguvu imewekezwa ndani yako ni ya namna gani, alafu Yesu akusaidie kutembea in the fullness of God. Hauwezi kutembea kwenye uaminifu wa Mungu kama haujajielewa. Lazima ujielewe. Mimi ni muombezi, lazima ujielewe. Mimi ni mhuduma, lazima ujielewe. Hata kutembea kwako kuwe tofauti kwa sababu umeelewa nafasi yako. Hata kuongea kwako kuwe tofauti maana umetambua nafasi yako. Kuwe na utofauti. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome Judges chapter 6 verse 11 and verse 12. Na huo ndio utangulizi wetu na Bwana ataendelea kutuhudumia. Lakini matamanio ya moyo wangu leo ya kwamba kila nguvu iliyofifia leo Yesu anaiamsha tena. Leo Yesu anaiamsha tena. Chochote kilichofifia ndani yako Yesu anakiamsha tena. Amekuja kukukumbusha wewe ni mtu wa maana, wewe ni mwanamke wa maana, wewe si mwanamke wa kawaida, wewe si mwanaume wa kawaida. There is a great power within you. Na Biblia inasema, then the angel of the Lord came and sat beneath oak tree of Afra, which belonged to Joash and the clan of Abiezer. Gideon, son of Joash, had been threshing wheat at the bottom of a winepress to hide the grain from the Midianites. The angel of the Lord appeared to him and said, mighty hero, the Lord is with you. Sir, Gideon replied, if he, the Lord, is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles our ancestors told us about? Didn't they say to us, the Lord brought us out of Egypt, but not the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Bwana Yesu asifiwe. Gideon was a great warrior. But the Bible tells us that he underrated himself because of the background of his family. Gideon underrated himself. But Gideon was full of potential. And God has trusted Gideon to bring victory over the Midianites to the Israelites. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu alipoangalia, Gideoni alikuwa anafanya kazi ambayo si yake. Amekaa pale kwa ngano. Nipatie 11. Gideoni alikuwa anapepeta ngano ndani ya shinikizo. Hii ngano ilikuwa inapepetewa mahali ambapo pana milima. Ulikuwa unakaa kwenye mlima ndo uweze kupepeta ile ngano ili upepo unapopita utoke na yale makokolo. Makapi. Makokolo ni Kigreek. Makapi yakitoka ibaki ile mbegu. Lakini sasa kwa sababu Wamidiani wanawamaliza Waisraeli, akawa ako ndani ya shinikizo, njia moja ya kujificha, njia moja ya kujitenga na maadui, maana wakimpata watammaliza, na Mungu hawezi kubali shujaa amalizwe. Akampa akili ya kujificha akitengeneza ngano.
kwenye shinikizo. Na Biblia inasema kwamba akaendelea kufanya kazi yake pale. Lakini Mungu akiwa mbinguni anatatizika, kwa sababu nimewekeza vitu fulani ndani ya mtu ambaye hajaelewa nafasi yake. Na Mungu akaona nitafanya nini? Maana asili yangu mimi ni kukomboa mwanadamu. Asili yangu mimi Mungu ni kuabudiwa, na watu wakimalizwa siwezi pata watu wa kuniabudu. Lazima nijue nitafanya nini. Na Biblia inasema ya kwamba malaika wa Bwana akamtokea. Kwanza malaika alienda akaketi. Malaika alienda akaketi 11 chini ya mwaloni uliokuwa katika Ofra. Bwana Yesu asifiwe. Na malaika akawa anaangalia shujaa. Daudi na Gideoni naye anaendelea. Na hata malaika alipomwambia kwamba malaika alipomtokea 12. Naomba mnisaidie kwenda haraka nitashukuru. Malaika wa Bwana akamtokea akamwambia, Bwana yu pamoja nawe ewe shujaa. Yeye mwenyewe anashtuka, shujaa, na anaendelea na kazi ya ngano. Ushujaa wangu uko wapi? Zile ahadi tulizoambiwa na baba zetu ziko wapi? Kama vile watu wengine hapa, najua unapitia hali nzito, lakini unapata mtu anakusalimia na anakuambia mtumishi wa Mungu, na unajiuliza utumishi unatoka wapi? Na sifanani na utumishi. Geukia jirani mwambie utumishi si tai, ni neema iliyowekezwa ndani, na neema inaweza onekana kinyume na mavazi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie utumishi si suti, ni neema iliyo ndani. Shujaa amka. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia Bwana yu pamoja nawe. Next. Lakini Gideoni akamwambia, Bwana yu pamoja nasi, na mbona haya yanatupata? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wito Mungu huwa ameweka ndani ya mtu, lakini kwa sababu ya kujidharau, kwa sababu ya kujidunisha, kwa sababu ya kujiona haufai, ukaangalia ule wito ukakosa kuendana na maisha yako, ukakosa kujua ya kwamba ni nafasi ya maandalizi. Na neema ili ifanye kazi kwa ukubwa lazima ipitie some process. Daudi kulala na mke wa Uria haimaanishi bado hakuwa mfalme. Biblia inasema kwamba alionekana kijana mdogo. People saw a boy, but God saw a king. Wakati mwingine watu wanakuangalia haukai pesa, lakini kumbe ndani yako kuna kisima cha pesa. Haukai kushauri watu, lakini wale wamepitia kwa mikono yako wameshaurika vizuri under the influence of the Holy Spirit, na maisha yao yako sawa. Haukai kuvaa vizuri, lakini ndani yako kuna neema. Mpaka utoke kwa hiyo nafasi na uingie kwa nafasi nyingine ya hatima, neema ianze kuonekana na kuwa impactable kwa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba akajiambia, akasema sisi ndio watu ambao wa familia ile ya chini kabisa. Akasema I'm the least in my family, and yet my clan
is very weak. But the Lord answered, I will be with you, and you will strike all the Midianites, leaving none alive. Kwa hiyo familia ndo nimeamua kukuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naweza sema huyu malaika alikuwa ni uwepo wa Mungu, ulikuwa ni uwepo wa Mungu umeshuka kwa Gideoni. Kuna wakati maisha inakupiga mpaka unakosa nguvu ya kuinuka, mpaka unakosa nguvu ya kustahimili. Lakini pale wakati umechoka, maana mwisho wa mwanadamu ndio mwanzo wa Mungu. Wakati umechoka na maswali mengi ulionayo, hapo ndo uwepo wa Mungu unakuja na kukukumbusha ya kwamba wewe ni shujaa. Na Mungu akumbushe mtu leo ya kwamba yeye ni shujaa wa maombi. Yeye ni shujaa. Wewe ni shujaa. Geukia mtu mwambie wewe ni shujaa. Na shujaa kilala anaamshwa. Mbingu inatumana kutoka mbinguni. Maana Mungu hawezi kuwekeza vitu ndani ya mtu na akaacha mtu aangamie hivyo. That's not God for us. Once God has invested an anointing in your life, Mungu anaweza kukufanya akakupitisha mahali pengine. Kuna watu wengine Mungu huwapa anointing wakiwa wasichana na hawajaolewa. Bwana asifiwe vijana. Na Mungu akikupa anointing kama msichana na haujaolewa, mtumikie Mungu kwa moyo wako wote. Maana Mungu akishapeana huwa amepeana. Na ukiwa hauwezi kutunza mafuta ya Mungu ndani ya maisha yako, utaruhusiwa uingie kwa mikono ya jambazi na akuzalishe mtoto, upitie hali ngumu, alafu pale unainuka maana unajielewa ya kwamba mimi ni shujaa, unarudi kwa laini. Naomba Mungu akusaidie kabla haujawekwa kwa mikono ya adui, akuamshe kwa ibada ya leo. Shujaa wa mke, ushujaa ndani yako wa mke, ushujaa ndani yako onekane, ili adui asipate mlango wa kuingia na kukuweka alama. Mungu hana shida utamtumikia aina gani. Mungu hajalishi na makovu. Hata kwa makovu atakuweka, ili mradi ameweka kitu ndani. Anajua nenda, ninachojua ni kwamba utarudi, maana Mungu amewekeza. Naongea na mashujaa usiku wa leo. Naongea na mashujaa leo. Amuka shujaa, amuka shujaa. Maadui wako pale wanataka kuvamia ndoa yako. Shujaa amuka, amuka shujaa. Ndoa yako isivamiwe. Sema paa. Maadui wanajipanga kwa ajili ya ujana wako. Maadui wanajipanga kwa ajili ya mke wako. Maadui wanajipanga kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya watoto. Paka pale utainuka na uvae mavazi ya ushujaa, usimame kwa nafasi, alafu wawekwe kwa mikono yako. Gideoni akajiangalia na vitu vilivyomzingira, kama vile ambavyo wakati mwingine Mungu anaachilia neema ya unabii. Mtumishi wa Mungu anasema wewe mwanamke si wa kawaida. Wewe ndugu na kuona mbele. Kama kuna wakati Mungu aliongea kwa apostol na akaambia Dennis Ongaro, naona uchungaji ndani yako, naona upasta ndani yako. Lazima akae na angalie ule unabii vile umekuja, na aanze kuishi maisha ya kutengwa, ya kuwekwa kando. Kuna marafiki ataacha, kuna mambo ataacha kuongea, kuna tabia ataziacha, ili ule uchungaji uanze kuumbika. La sivyo utakuwa shujaa katikati ya mateso, utakuwa shujaa katikati ya kuumizwa. Lakini kwa ibada ya leo, rapadaba saladaba repeka diabo sadaba, ninaongea na shujaa, ninaongea na mwanamke shujaa. Wacha kujikunja kunja, maskini maskini maskini, achana na hiyo lugha. Wewe ni shujaa. Geukia jirani mwambie and that one remains. Inabaki kuwa hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Yani Gideoni ako na nguvu ya kuwaendea maadui. Gideoni huyo anajificha. Anajificha. Elewa kile Mungu ameweka ndani yako. Elewa nguvu iliyo ndani yako. Nguvu iliyo ndani yako si kwenda na kujibisha watu. Inaitwa criticism. When you are criticized, you are above that level. Usiende na kujipatia haki mbele za watu. Wacha Bwana aliyechagua shujaa asimame kwa niaba yako. Wacha mbingu iseme mbele ya maadui zako. Wewe kama bado uko kwa level ya kujitetea, haujaelewa the power within yourself. Kuna vita ingine utaishinda na kuvaa smart na kiatu na clutch bag. Kuisha. Saidiwe na kipochi. Bwana asifiwe. Sorry. Wewe unapita mahali, watu wanakuzungumza, watu wanakuongea, na ukajua kabisa ushanusa, ukajua hapa ni mimi. Alafu unaanza haya nimewapata. Haya niambieni mlikuwa mnasema nini? Alafu unachukua unavuta ile inaitwa long breath And that is how you win your battles. Hata bila kuongea. Hai, ametusikia. Amesikia. Ni kama amesikia. Mbona amepita hajaongea ni kama amesikia? Shujaa lazima ukuwe na tactics. Unajua kabisa huyu ni adui na anakuongelea vibaya. Ibada ikiisha msalimie na umpe hug. Mwambie uko smart na hiyo kitenge. Kesho ukimpata mnaingia pamoja kwa mlango, na yeye ndo amekuwa akikuongelea vibaya, akikuongea vibaya kuhusu huduma, kuhusu maisha yako, mwambie Bwana, tumeingia sote leo, msaidie kipochi. Kwa Asha mweke hapo. Biblia inasema ya kwamba ukifanya hivyo ni kuweka makaa ya moto. Mashujaa wajitetei, wanatetewa na Bwana, wanapiganiwa na Bwana. Sema ndio. Kuna vita tuliacha kupigana. Kuna maneno tuliacha kuongea baada ya kuelewa sisi ni kina nani. Na wewe lazima kwa ibada ya leo ujue wewe ni nani, nafasi yako ni ipi, alafu anza kuishi kama wewe. Na vita ingine ni ya kunyamaza. Vita ingine ni ya kunyamaza. Niliingia siku moja nyumbani, nikapata watoto wangu wakiongea. Hai mami akikuchapa, hata angalia na kuchapia wapi, anaweka huku. Mwingine naye akasema mami na dadi naye anachukua waya. Umetoa siri apostle leo. Anachukua waya, anakuchapa. Na nilikuwa niko mahali hawajui kama niko hapo. Na wanaketi wanapiga story tu. Watoto wanasengenya wazazi. Wewe unasengenywa vipi wewe? Wasengenywaje wewe? Na nikapita hapo na sikuongea. Kwanza nilichange sura. Kama kuna mtu amenikosea hapo. Na nikapita. Wakajiweka. Nikamwambia nini mnashtuka hapa?
Hapana, didn't say anything. We have not said. Nilivaa ushujaa wa uzazi. Manake ninge sympathy with the situation na kikao. Kesho siwezi chapa. Sema nikichapa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Gideoni kulikuwa na nguvu iliyoko ndani yake, lakini hangeweza kuielewa. Amekaa kwa mateso, na yeye ndo ametiwa mafuta wa kuwakomesha hawa wa Midiani, na formula zote mpaka za kutoa dhabihu atapewa. Na Gideoni wakati mwingine hata alikuwa anamwambia Mungu, ili nijue kama ni wewe. Alimpa Mungu mitihani sana. Ukisoma the whole of verse 6 and verse 7. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes we are in the wrong place until God tells us who we are and the potential that is in us. Akakaa pale, anaendelea kujidunisha. Licha ya kwamba amepewa confirmation, bado anaendelea kujidunisha. And I've come to realize when God calls you into the work of ministry, He provides every tool. Mungu akikuita umtumikie, ameshakutengenezea mawingu ya maombi. Ameshakutengenezea jinsi ya kusoma neno. Na ili usome neno ulielewe, number 1, you have to obey the word of God. The more unasoma neno la Mungu na unakuwa mwaminifu kutekeleza neno la Mungu, linaongezeka ndani yako. Lakini ukisoma neno la Mungu na usiende sawa na neno la Mungu, hata lile umesoma kidogo, adui anachukua. Manake hataki ujue ukweli, maana ukweli wa maisha yako uko kwenye neno la Mungu. Ukweli wa mafanikio yako uko kwenye neno la Mungu. Na ndio adui anakuambia usitoe, usimtolee Mungu, usitoe zaka kamili, kwa sababu anajua when you know the truth, the truth will. Adui atakuwa anakuambia tu unapelekea pastor pesa, unapelekea mtumishi wa Mungu pesa. Ni injili ya uongo. It is a wrong doctrine. The sound doctrine is walking in the word of God, walking in the fullness of the word of God. Kutembea kwenye mapenzi ya Mungu, hayo ndio mapenzi ya Mungu. Watu wanafunga kama kikundi, na wewe unajiambia peke yako mimi sifungi. Na nikienda pale na nyausha sura, naonekana kama nimefunga. Unaingia umechoka na umetoka kukula mtura na kasupu. Mimi hata sitaki chakula. Mtura iko, nipeni mtura na supu. Roho Mtakatifu, supu itanipatia nguvu, sitasikia njaa. Alafu unaingia kanisani umenyauka. Geukia jirani mwambie nakushuku, nakushuku. Umenyauka. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Hata unapiga magoti dada. Tukiingia katika saumu, nguvu inayotuwezesha ni nguvu iliyo ndani. Si nguvu ya sima. Wewe amua kula. Wewe ndio unasikia njaa saa 9 na asubuhi kula heavy breakfast. Na sisi tuko kwa maombi. Shaladaba, shadaba. Unashindwa haya. Chairman tangu jana kwa hapa. Ndio jirani yako mwambie hii nguvu ya maombi si sima. Mwambie si heavy breakfast. Apostle mwingine akisikia ni maombi ya 7 days, anasema mimi kila asubuhi chapati na maragwe. Bas. The whole day. Ikifika saa 6, munyo.
ya njaa ile inaitwaje? Munyo. Yeye ndo anasikia njaa wa kwanza. Sijui kama anasaidia shujaa hapa. Hai. Anashindwa jamani, si nilikula heavy breakfast. Hujaelewa wewe bwana. Hujaelewa formula ya maombi. Ni nguvu ya ndani, si nguvu ya chakula. Bwana asifiwe. Si nguvu ya chakula, si nguvu ya kushiba heavy usiku. Kwanza ukitaka kulemewa na mfungo, we shiba tu, ulale paka unashindwa. Ile apostola anasema mpigeni na kifagio. Superstitions. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kuingia maombi vizuri, maombi tunaanza next week. Anza kukula kidogo kidogo. Hii mambo ya kujaza sahani ugali, mboga. Alafu kilala lazima ukuwe na buguli la maji hapa. Na next week unaingia vita. Mimi nikilala lazima niamke usiku ninywe maji. Mimi nikiamka lazima nikunywe maji usiku. Wapendwa, siwezi lala bila maji. Utashindwa na maombi. Utashindwa. Kama huwezi kudiscipline mwili wakati wa hapa, kama huwezi kudiscipline tumbo wakati wa kukula, hata kwa maombi hauwezi. Dennis, utaweza baba. Maombi yakiwa next week. Baba Mungu akubariki. Keti mtumishi wa Mungu. Huyu baba huwa anatuletea ratiba ya maombi mapema, maana anaelewa na watoto wake. Anajua tu speed hazifanani. Kuna watu wa chapati asubuhi wapige siku mzima na wanashindwa katikati. Bwana Yesu asifiwe. Kula kidogo. Kesho ni mfungo. Kula kidogo. Siku nyingine tunaingia kwa maombi, tunaita family prayer. Watoto wangu wakubwa wawili, Israel na Blessing, wanakula chakula nyingi, wanaenda kwa auntie niongeze. Wanakula, mwisho alikuja, daddy niombe, daddy niombe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi kwa sababu ni watu wazima tumekomaa. Watu wazima wanaambiwa yatamanini maziwa yaliyo mpate kuukulia wokovu. Sasa hao ni watoto. Baba yao inabidi sasa anaachilia faya kwa tumbo ziyeyuke waende kwa choo. Sasa yote hilo walikula ya kufunga kwa ajili ya fasting ya kesho. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa shujaa, elewa mazingira yako ya department zote. Maana ushujaa wako pia unaweza kuchochewa na maombi ya kufunga na kuomba. Na adui akijua nguvu yako iko kwa maombi ya kufunga na kuomba, atakusumbua usifunge, usiombe, ili kile kinachotakikana kuzaliwa kisizaliwe. Mungu awabariki kwa wale walifunga 3 days. Unaona vile uliishiwa na nguvu siku ya 3? Hivyo ndio ulikuwa unazaa. Kuna vitu vilikuwa vinazaliwa. Kuna vitu vilikuwa vinazaliwa vya kiroho. Kuna neema zingine zitazaliwa kwa mifungo. Neema zingine zitazaliwa kwa uaminifu wa kulifuata neno la Mungu. Neema zingine zitazaliwa kwa kuwa mwaminifu kwa ibada zako. Hata hii ni ibada yako. Bwana Yesu asifiwe. You will never get lost in the sight of God. Mungu akaangalia kaona sasa huyu Gideoni. Hebu anafanya nini? Hebu malaika muangalie na anafanya nini? Anapepeta ngano baba. Huyu ambaye ni shujaa, hebu nendeni mkamwambia kwamba yeye ni shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo Mungu atembelee mtu
na amkumbushe nafasi yake. Natamani leo Mungu atembelee muimbaji na amkumbushe nafasi yake. Ajue kuja mazoezi si kwa sababu ya kiongozi wa praise, ni kwa faida yake. Kufunga kwa praise and worship ni kwa faida yake. Kutoa ni kwa faida yake. Kuwa mwaminifu kwa Mungu ni kwa faida yake. Na nikiongea na praise and worship, naongea na hao wako online. Hao wako hapa ndani wazuri. Naongea na wewe ambao uko online unatutazama. Na wewe ni praise and worship. Kwenda mazoezi ni faida yako. Maana ushujaa ni wa mtu binafsi. Ushujaa si wa kikundi. Ni wa mtu mmoja. Naongea na mtu ambaye ni muombezi. Haustahili kutangaziwa maombi kanisani. Wewe panga maombi yako ya kanisa yakija ya kupata uko mbele mbele. Nimekuja kukumbusha mtu na kumwamsha. Amka kwa nafasi yako. Amuka kwa nafasi yako. Tena ukiwa na ujasiri, ukielewa ya kwamba mbingu imewekeza vitu ndani yako. Mimi ile church nilikuwa, unajua nilikuwa nafunga na kuomba. Nilikuwa ninaombea madhabahu. Ngeukie mwambie na mbona umekaa. Wewe ujasiri wa huko unauleta wapi? Na tukikuja hapa unaongea kuhusu niko hapa na namtumikia Mungu kwa huduma hii. La sivyo utabaki na historia. Hai wapendwa, enzi zetu tukiokoka ni zile enzi za mikutano ilikuwa kwa stadium. Huko ndo niliokokea. Niliokoka na nguvu kubwa wapendwa. Nilikuwa ninaomba. Yaani nakwambia kipindi hicho. Na sasa mimi nilikuwa mtu wa maombi. Paka nilikuwa nikilala hivi nikiamka lazima nionyeshwe kitu. Na sasa huyo ndo shujaa nimekuja kumtia nguvu leo. Ya kwamba Bwana ameona vile unapitia. Mungu ameona mateso yako. Na anasema shujaa inuka. Inuka na nguvu. Inuka na ujasiri. Haijalishi ni nini unapitia. Lakini wewe ni shujaa. Amuka. Simama kwa nafasi yako. Simama kwa nafasi yako. Ile siku tutajifunza kusimama katika nafasi zetu za ushujaa. Vitu tunavyovisumbukia vitawekwa kwa mikono kwa sababu tu ya kusimama. You just need to position yourself. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutoe kwa mahali ambapo si pako. Isaia anasema, Bwana nimekaa katikati ya watu wenye midomo michafu, lakini naomba ukanitakase. Kama kuna kitu tunahitaji ni Mungu akaweze kututakasa katika vinywa vyetu. Maana usipofanyiwa utakaso kwenye kinywa chako, utatoa siri za ushujaa, na ukizitoa maadui watakumaliza. Hata kama Gideoni alikuwa vile alivyo, lakini alikuwa na akili kakujificha. Malaika wa Bwana ambao ni uwepo wa Mungu ukaamua kushuka kwa maisha ya Gideoni. And Gideoni made a great impact. Because Gideon was important enough. He was significant enough. He had the power to change himself. He had the same power to change his situations. And the same power to save the Israelites from the Midianites. Nguvu iliyo ndani yako ni kubwa.
Neema iliyo ndani yako ni kubwa, na ndio maana Mungu akasema nitakupeleka the river of life, nikukutanishe na neema nyingine, ili vile vitu havijazaliwa viendelee kuzaliwa. Maana wewe ni shujaa. Mashujaa wanakutanishwa na mashujaa. Lazima ujielewe, uangalie ni nani amekuzunguka. Wewe kwa ni shujaa na unajiweka katikati ya mshene. Bwana Yesu asifiwe. Huu mdomo unaweza kukusaidia ukakaa kwenye uwepo na ukajazwa na nguvu za Mungu. Na huu mdomo pia unaweza kufungua malango ya mapigo juu ya maisha yako. Kwa nini maandiko yanasema kwamba na neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, ili wakati unaongea neno, wakati unatembea neno, maisha yako yote yawe tofauti. Lakini watu wakikosa kukutofautisha, kuna shida mahali. Bwana Yesu asifiwe. Ile nguvu iko ndani yako wewe shujaa, ndio nguvu inaweza kukusaidia. Biblia inasema kwamba Daudi anamwambia Mungu, usiruhusu moyo wangu ukainama, usiruhusu adui zangu wakafurahi kwa kushindwa kwangu. The moment your enemy gets a little hint ya kwamba ni wapi umesimamia, kukumaliza inakuwa rahisi. Imagine wale watu wanataka ushindwe na maisha ya Nairobi. Kuna watu wanasema kanajifanya kanakaa Nairobi, kanajifanya kanakaa town, katarudi huku mashambani. Alafu asikie ulifungiwa nyumba, asikie jana ulilala njaa, asikie juzi ulirarukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mashujaa hata kama tunachechema, tukienda vitani tunatembea kama tuko sawa. Sisi ndo tunajua tu ninachechema lakini niko vitani. Manake the moment umeambia adui ya kwamba nimeshika silaha lakini ninachechema, kwanza na fiatua hiyo mguu mwingine, alafu naketi. But ninaomba ya kwamba mchana wa leo there will be a shifting in the identity. There will be a shifting in your identity. Kuwe na mabadiliko katika maisha yako. I decree and declare a shifting in your identity, a shifting in your life. Kuwe na mabadiliko kwenye anga yako, kuwe na mabadiliko. Maana Mungu akileta neno, analileta na nguvu ya kututoa mahali kwa makusudi yake, atuweke mahali. Ezekieli akaambiwa na Mungu, je, mifupa hii inaweza ishi? Akasema sijui. Bwana wewe wajua. Mimi story za kwamba mifupa inatembea Bwana sijawahi ona, maana hata nikiona nakimbia. Wewe imagine wewe tu uamke usiku, uende nje ya plot yako, alafu ukutane na skeleton. Sijui kama unamuelewa Ezekieli jamani. Let us be realistic. Huyu bwana aliogopa. Bwana mimi sijui. Bwana wewe wajua. Yaani skeleton inatembea na inakuita, Andrew, Geoffrey. Bwana sijui. Sijui Bwana, mimi sijui. Yaani skeleton na sahani ya pilau. Susan, nikuganyie. Bwana sijui mimi. Bwana wewe ndo unajua. He is the creator of all the universe. He has all the power to create. Ezekieli alijua Mungu ako na nguvu ya uumbaji. Kwa hivyo hii kesi si yangu, maana sijawahi umba hata mdudu. Bwana wewe wajua, maana vyote viko katika mikono yako.
And there was a shifting in the atmosphere. There was a shifting in the atmosphere. Mifupa ikaanza kukaribiana. Utajisomea tu Ezekiel 37. Is it 37 or 47? 37. Mifupa ikarudiana na ikawa jeshi kubwa. Kumbe kuna nguvu ziko ndani yetu. Lakini wakati mwingine tunakosa kuelewa the power that is within us. Lakini naomba Mungu atumane vile ametumana leo. Mungu atumane nguvu ya kutuamsha. Nguvu ya kuamshwa kutoka kwa kulala. Si wakati wa kulala. Majira haya ni vita vikali kwa ajili ya kanisa la Bwana. Wapendwa, si wakati wa kulala. Katika kipindi hiki adui ameingia avamia watoto wetu. Usi wakati wa kulala. Mama, usi wakati wa kulala. Biblia inasema ya kwamba mauti inachungulia dirisha. Mauti inaangalia watoto. Mauti inaangalia mume wako. Mauti inaangalia nyumba yako. Usi wakati wa kulala. Shujaa amka. Shujaa amka. Pigana na kila madhabahu yanayopigana na nyumba yako kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Usi wakati wa kusema najua mama yangu ni muombezi na ananiombea. Usi wakati wa kusema najua wazazi wangu ni waombezi wananiombea mahali walipo. Apostol ako mlimani alituambia anaombea watoto wake wa kiroho. Wacha mimi nitulie. Utapigwa ukiwa umetulia na baba yako ana mafuta. Utapitia maisha magumu na wazazi wako huwa wanakuombea mpaka wanatoa dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna vitu vingine hata si vya kushirikisha watu. The more unashirikisha watu, wewe unashirikisha mtu. Tena cha ajabu zaidi utapata ni mteule ameongeleshwa na Mungu kwa ndoto mambo makubwa. Hata bora ukuje tu kwa mchungaji. Mwambie apostle nataka kukuona nikueleze. Unaenda kwa mtaifa mwenye mnafanya naye kazi. Ai dada njoo nikueleze. Mtu hana hata harufu ya mambo ya roho. Hata hajui. Mstari wa neno. Wewe unaonaje? Anakuambia tu Google. Ndoto inaguguliwa. ChatGPT, Google for me this. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya rohoni ni yetu sisi na watoto wetu. Wale wa kule nje tunawahubiria habari njema, tuwalete kwa Yesu. Wakikuja Mungu anaanza darasa la kuwafundisha mambo ya rohoni. Mambo ya rohoni si kila mtu ataelewa. Ni mtu wa rohoni peke yake. Hata unaweza kuokoka na ukose kujua mambo ya rohoni na umekaa kwa wokovu miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ninaongea na shujaa. Achana na ngano. Achana na ngano. Wewe ni shujaa. Achana na ngano. There is a great impact in you. Kuna nguvu tofauti ndani yako. Inuka, jitie nguvu, simama, umshindi, tawala, unakibali. Asante. Msaidizi wako ako ndani yako.
Ile nguvu ya kukufanya usimame tena iko ndani yako. Nguvu ya kukuimarisha kwa maombi, wapendwa, iko ndani yako na iko ndani ya neno la Mungu. Kama kuna vitu viwili vitakusaidia ujitambue kama shujaa, ni nguvu ya maombi na kulisoma neno la Mungu. Na ninaomba mchana wa leo Yesu akuamshe, Yesu akuamshe, akurudishe kwa nafasi ya ushujaa, maana hatima inakusubiri. Maisha unayoyaishi si yako. Hayo maisha kung'ang'ana si yako until you partner with God. Alafu kile kilicho ndani yako kihuishwe na Bwana, kihuishwe kwa maombi. Turudi kwa nafasi za maombi, utajielewa ushujaa wako. Ukiingia kwa nafasi ya magoti, ukiingia kwa kufunga na kuomba, na ulisome neno la Mungu na ukae kwenye ibada, ushujaa wako utachipuka. Simama kwa miguu yako. Le paradabara. Hela paradiabusa. Ushujaa wako uko wapi? Shana mana. O radaba shaladaba. Yela bashada bayande. Dadadaba. Kanisa la Bwana, ni wakati wa kuamka. Waimbaji, ni wakati wa kuamka. Usi wakati wa kuangalia pastor atasemaje. Usi wakati wa kusema pastor ataniita, najua tu ataniita niongeleshe. Hapana, jitambue kwenye ushujaa wako na usimame kwa nafasi. Usi wakati wa kusema siendi kwa hayo maombi, wacha nione kama nitapigiwa simu. Hakuna mtu atakupigia simu. Jitambue wewe ni shujaa. Jitambue wewe ni shujaa kwenye nafasi ya maombi. Inua tu mikono yako miwili, mwambie Bwana Yesu. Yesu wa uzima, Mungu akurudishe kwenye nafasi. Gideoni, ondoka kwenye ngano. Gideoni, ondoka kwenye ngano. Ondoka kwenye mashinikizo Gideoni. Mungu anakuhitaji hapa. Ondoka kwenye mashinikizo. Ondoka mafishoni mwa Midiani. Wewe ni mtu ambaye umepewa neema ya kusimama mbele ya Midiani na uhakikishe ya kwamba ushindi unaonekana. Ushindi ni sehemu yako. Na kumbe Gideoni ndio alikuwa akubali kwanza kurudi kwa nafasi ya ushujaa, alafu Mungu amtumie kuavunja yale miungu, ayavunje ile miungu ya Baali. Biblia inasema ya kwamba akaenda akavunja ile miungu usiku, watu wakiwa wamelala. Wapendwa, kuna vita hautavipigana ukiwa watu wanaangalia. Kuna vita vingine lazima uingie mahali pasiri ndio uwe na uwezo wa kuvipigana. Kuna maombi lazima uingie sirini. Kuna maombi yako ya ndoa, ya kuombea mume wako, lazima uyaombe kisiri. Hauwezi omba kisikia. Bwana, huyu mlevi umemwona? Huyu mlevi ndo ameingia nyumbani sasa hivi Bwana. Utapigwa na mlevi. Bwana, unamuona misokoto ya bangi? Hata hivi huu ni msokoto wa 5 Baba, niko kwenye uwepo wako. Utapigwa kwenye uwepo wa Mungu. Gideoni akaenda akamalizana na yale madhabahu ya baba zake usiku, na hata pia alijulikana ya kwamba ni yeye bado. Akajulikana ni yeye amefanya uharibifu kwa Mungu wa Baali. Lakini kwa sababu ameamua kusimama na Mungu na kwenye ushujaa wake, ilikuwa rahisi Mungu kupigana vita yake. Don't expose yourself to the battle that you don't have the power and the tactics. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vita vingine utavienda kisiri.
Si kila kitu mwanangu ni cha social media. Vitu vingine ukiweka kwa social media vitakuwa kama legal ground ya kukupiga. Watu hawajui watoto wako wa kike, lakini wakati utawaweka kwa social media, ulimwengu mzima unaona watoto wako wa kike. Na uko hapo selfie. This is how my beautiful girls are. This is my beautiful girls. Biblia inasema kwamba tunajaribiwa kwa tamaa za mioyo yetu. Lakini Mungu akusaidie na anisaidie pia mimi, atusaidie. Atusaidie. Any legal ground Mungu asiruhusu ikapiga maisha yetu. Mungu atusaidie. Nina uhakika ya kwamba malaika aliposhuka hakuja peke yake, alikuja na nguvu ya ushindi. Na ndio maana Gideoni akasema kumbe alikuwa malaika wa Bwana. Alijua kabisa malaika wa Bwana ni Mungu mwenyewe, na anaposhuka kuna kitu kitafanyika kwa maisha ya mtu. Fungua tu kinywa chako uende mbele za Bwana. Mwambie Bwana, natoka mafichoni.